Haleluya. Mungu akubariki sana popote unapotutazama, unapotusikiliza. Karibu sana jioni ya leo au muda wote ambao unatutazama au ambao utakuja kututazama. Karibu sana kwenye ibada yetu ya neno la Mungu. Sehemu ni hii God Embassy TV. Na tuko hapa kwa ajili ya kukuletea neno la Bwana. Kwa majina naitwa Pastor Bona, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la God Embassy Tanzania, ni tawi la God Embassy Global, na tuko hapa kwa ajili ya kueneza injili ya Kristo aliye hai. Kwa popote unapotufuatilia, naomba utufuatilie mpaka pale utakapofika mwisho. Kama una ndugu, kama una jamaa, kama una marafiki, unaweza kuchukua linki hii ukawasambazia ili wapate kujiunga na sisi, wapate kubarikiwa na neno la Bwana. Haleluya. Kwa nikupe dakika moja wakati unaendelea kufanya hivyo, huku tukiomba kidogo. Kama unajiunga na sisi, naomba ufungue kinywa chako, anza kumshukuru Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Parazuli frakila mande prosote bara zuzila prakilo mande kobrosita parijo tolo brekiva mande kabrosote la pakarude joto prosote mande kabrosute la kaparigajutia rakakalia mande kabaruze paradila parakaye mando subrosota librakia. Roho Bwana tunakutukuza. Manteruze kalibrosute la pakaruje talimando sobra kalabayaka mante kaliava librosota librakande kabrosita paruje talikamande kaproshote likae ratasute liprosoko parato soli prakila katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu tunakushukuru, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Katika jina la Yesu, kwa dakika hizi chache Mungu tunakusihi ukapate kuzungumza na watu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wape macho ya kuona, wape masikio ya kusikia, wape moyo wa kuelewa katika jina la Yesu. Ondoa kila aina ya utando na ukungu unaozuia ufahamu katika jina la Yesu. Wape Bwana kusikia, wape usikivu na utulivu katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikiamini, amen. Yes. Kwa kama unatufuatilia, tulianza siku ya jana kujifunza kwa habari ya kwa nini maombi yako hayajibiwi. Kwa nini maombi yako hayajibiwi? Na imekuwa ni kitu ambacho watu wengi wanajiuliza. Wakristo wengi wanajiuliza. Nimeokoka, nampenda Yesu, natumika, niko kanisani, niko ushering, niko wapi, niko kwenye vitengo kanisani, nafanya huduma, lakini maisha yangu hayaendani na kile ambacho ninakikiri. Maisha yangu hayaendani na kile ambacho nakikiri. Changamoto ni nini? Niko hapa kwa msaada wa Roho Mtakatifu kukupa baadhi ya majibu. Haleluya. Tukaona siku ya jana ya kwamba maombi ni mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu. Mungu anasikia, sisi tunapeleka maombi, lakini pia Mungu ana nafasi ya kujibu. Kwa maombi sio tu upande mmoja, ya kwamba unafika kwenye maombi, unafanya maombi, unapeleka maombi, lakini Mungu ajibu. Hapana, Mungu anajibu. Na ukimpa nafasi utagundua jinsi ambavyo Mungu yuko tayari kutujibu. Haleluya. Kwa hiyo nikakuonyesha jana baadhi ya vizuizi, vitu ambavyo vinaweza kuzuia maombi yako kujibiwa. Unajua changamoto kubwa ni kwamba
maombi yasipojibiwa, watu wanakosa motisha ya kufanya maombi. Na ndio maana moja kati ya mikutano ambayo haihudhuriwi na watu wengi ni mikutano ya maombi. Mikutano ya kinabii watu wanakuja, mikutano ya miujiza na ishara wanakuja, lakini ikifika kwenye kitengo cha maombi, wengi wanakuwa wazito. Wengine wawezekana hawana stamina, wengine hawana maisha ya maombi, lakini wengi pia ni kwa sababu wanaona ya kwamba wakiomba hawapokee majibu. Kwa bora nimsubirie mtumishi, akija nitahudhuria, ataniombea, nitapokea majibu. Lakini kwa kweli, kwa maisha yangu binafsi, sioni majibu. Kwa wengi wako kwenye hichi kipengele, wako kwenye hii frustration, wako kwenye hii hali ya kwamba hawapokei majibu ya maombi yao. Lakini jana pia nikakuondolea wasiwasi ya kwamba tatizo sio Mungu. Ukiona majibu ya maombi yako hayaji, au ukiona maombi yako hayajibiwi, changamoto sio Mungu. Uwe na uhakika hiyo, kwa sababu tukaangalia kwenye ile Waefeso 3 mstari wa 20 ya kwamba Mungu anaweza kujibu mambo yote tuyaombayo na hata yale tuyawazayo. Nasema kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kimsingi maandiko yanasema ya kwamba anayeweza kuzuia uwezo wa Mungu ni wewe. Wewe ndio pekee ambaye unaweza kuzuia uwezo wa Mungu. Wewe pekee ndio unaweza kuzuia majibu ya maombi yako kukujia. Lakini kwa habari ya Mungu, Mungu anaweza kutenda, Mungu anaweza kufanya. Kwa hiyo tuko hapa kuangalia au kufunua hii siri ya kwa nini maombi yako hayajibiwi. Na jana nikakupa baadhi ya sababu. Namba 1, tukazungumzia kwa habari ya kuto kuthamini neno la Mungu, na nikakuelezea kidogo kwa undani kwenye ile Mithali 28. Mithali 28 mstari ule wa 9. Mithali 28 mstari wa 9, maandiko yanasemaje? Anasema, yeye aligeuzaye sikio lake asiisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Kwa hiyo Mungu anazungumza wazi kabisa bila kupindisha maneno ya kwamba mtu anayegeuza sikio lake asisikie sheria au asisikie neno la Mungu, manake huyo maombi yake ni chukizo. Kwa Mungu apendezwi na watu ambao hawalithamini neno la Mungu, ambao hawalipi muda, hawalipi usikivu, hawafanyi chochote kwa habari ya neno la Mungu. Na nitakuonyesha kwa nini hii inaathiri maombi yako kutokujibiwa. Lakini namba 2, tukaangalia swala la mashaka. Tukaangalia ile Yakobo 1 sura ile ya 6. Yakobo 1 sura ile ya kwanza mstari ule wa 6 mpaka wa 7. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema ya kwamba ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maandiko yanasema mstari wa 7, maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Kwa ni wazi kabisa mtu aonaye mashaka hawezi kupokea kitu kutoka kwa Bwana. Kwa sababu gani? Hana kitu kinachomruhusu kupokea, na nitakuonyesha mbele. Pointi ya 3 nikakwambiaje? Kuto kusamehe. Moja kati ya kitu ambacho kimezuia maombi ya watu ni maumivu ama uchungu, ni kuto kusamehe, ni kushikilia watu, ni kufunga watu. Hii imechangia kwa asilimia kubwa sana kuzuia maombi ya watu. Watu wana uchungu, watu wana maumivu na hawajapona, na wengine yawezekana hawajui namna ya kutoka hapo kwenye hiyo hali ya maumivu. Lakini liko neno la faraja kwa ajili yako ya kwamba yuko Mungu aponyaye, yuko Mungu aonaye sirini, yuko Mungu ambaye anaweza kuhudumia moyo wako. Nakumbuka kipindi fulani mtumishi wa Mungu mmoja alinishirikisha, kuna wakati alikuwa anapitia
kwenye maumivu makali, maumivu ya ndani kidogo ambayo yaligusa moyo wake, kiasi ya kwamba yakawa yanazuia utumishi wake, yakawa yanazuia yeye kuomba. Kwa sababu gani? Maumivu yanaziba nafasi. Maumivu yanaziba nafasi. Hutakuwa na utulivu. Kila ukifunga macho unamuona yule alikukosea. Kila ukifunga macho unaona kile kitu ambacho alikifanya. Inaondoa utulivu ndani. Maumivu yanaondoa utulivu ndani, yanakufanya uwe katika hali moja ya maumivu. Kwa ni wazi kabisa, unapokaa kwenye maumivu kwa muda mrefu, yanafanya unakuwa kwa Kiingereza wanaita unakuwa numb, unakuwa usikii tena, huisi tena. Ni kama kuna mishipa fulani ya fahamu inakata mawasiliano, na wengi wamekuwa kwenye hii hali. Wengine kuna kitu ambacho walimuomba Mungu na hakuwajibu, ama hakuwajibu jinsi ambavyo walitegemea. Kwa wako kwenye hali ya maumivu, wako kwenye hali ya kumkasirikia Mungu. Mungu, kwa nini? Nimetoa muda wangu, nimetoa fedha yangu, lakini bado uliruhusu hichi kitu. Na yawezekana unaponisikiliza muda huu au wakati wote utakao kuja kunisikiliza, yawezekana wewe ni mmojawapo ambaye una hasira. Wewe ni mmojawapo ambaye unaona watumishi wote ni waongo. Wewe ni mmoja ambaye umepitia hali ya kuto kujibiwa maombi kwa muda mrefu na umeumia. Na Bwana ananisemesha neno hili ni la kwako, ya kwamba kumkasirikia Mungu hakutobadilisha hali yako. Kumkasirikia Mungu hakutobadilisha hali yako. Huwezi ukashindana na Mungu na ukashinda. Hauwezi. Hauwezi ukashindana na Mungu. Maandiko yanasema kuna muda Mungu akawa anazungumza na Yeremia, au hata kwenye kitabu cha Warumi maandiko yanasema kwamba udongo hauwezi ukamwambia mfinyanzi, kwa nini unanitengeneza katika staili? Kwa nini unanibumba katika staili? Haiwezekani. Aliyeumbwa hawezi kushindana na muumbaji. Kuna mmoja lazima atavunjika, na ambaye atavunjika ni wewe. Kwa ni vyema ukajirudi. Hili neno la Bwana kwako, jirudi. Sawa, hujapokea majibu ya maombi yako sawa sawa na ulivyotegemea, lakini jirudi. Nenda mbele za Bwana, uliza maswali. Mungu, kwa nini? Mwambie Mungu akuelezee. Mwambie Mungu akupe sababu. Mwambie Mungu akusemeshe. Yawezekana kuna picha kubwa ambayo umeikosa. Yawezekana kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anakiepusha, au kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anakupitisha ili upate kujifunza. Yawezekana kuna vitu ambavyo Mungu ameviona. Kumbuka maandiko yanasema Mungu anatangaza mwisho toka mwanzo. Manake ameshatembea katika karne, ameshatembea katika mwaka 2026, ameshatembea katika mwezi huu wa 4, ameshatembea katika miaka ijayo. Kwa anafahamu. Na ukikaa vizuri na Mungu, itakuwa ni virahisi kwa Mungu kukusemesha na kukupa sababu kwa nini. Lakini pia nikupe tahadhari, yawezekana pia asikwambie sababu. Lakini hata kama asipokuambia sababu, hupasi kuendelea kuwa katika hali ya maumivu. Kuna watu wamekosa wapendwa wao. Kuna watu ambao waliomba wakitegemea watu watafufuka, lakini watu hawakufufuka. Kuna watu ambao walimuomba Mungu, walitegemea watapata mitaji, lakini mpaka sasa hivi hali sio nzuri. Na ndio watu ambao nazungumza nao, ya kwamba mko kwenye hali ya kuto kusamehe na mmemkasirikia Mungu. Mmekosa mtaji, huduma haiendi jinsi ambavyo mmetegemea, mmejitoa sana kwa ndugu, mmejitoa sana kanisani, mmejitoa sana kwa watumishi, na wengine ambao mlidhani ya kwamba labda watumishi watawasaidia, lakini watumishi hawajawasaidia. Kwa mmemkasirikia Mungu, mmekasirikia watumishi, mmeacha na kwenda kanisani.
Wengine mmeondoka kwenye vitengo kanisani, mmekasirika, mmenuna, mmemnunia Bwana. Lakini neno la Bwana kwako ni nini? Ondoka kwenye hali ya maumivu ulionayo. Kwa sababu gani? Ukibaki kwenye hiyo hali utaendelea kuumia zaidi. Moyo wako utakuwa jiwe, moyo wako hautakuwa nyama, utakuwa mgumu, moyo wako hautajirudi. Ukikaa kwenye hali ya kutokusamehe kwa muda mrefu, inafika kipindi ile mishipa ya ufahamu inakatika, ile hali ya kumsikia Bwana inaondoka, ile hali ya hofu ya Bwana inaondoka. Unakuwa ni mtu wa bora litakalokuwa na liwe. Kama Mungu alishindwa kunisaidia hapa, basi staki. Kama Mungu alishindwa kunichomoa hapa, basi staki. Na utumishi naacha, kanisa nafunga, familia naiacha, sehemu ya kazi naacha. Kila kitu kwako kinapoteza uthamani. Kwa sababu ya nini? Maumivu. Ile hali imejengeka, na unapoendelea kukaa inaendelea kujenga, inaendelea kujenga, inaendelea kujenga. Ni msingi ambao unaendelea kuimarishwa na simenti kali. Itakuwa ni vigumu sana. Usifikie kipindi ambacho utashindwa kugeuka. Isifikie kipindi ambapo utashindwa kujirudi. Usifike hatua ambapo ukashindwa kujirudi. Wengine mmeingia kwenye shughuli zisizo sawa mbele za Bwana. Mmeingia sehemu tofauti tofauti. Wengine wameingia kwenye kujiuza, wengine wameingia kwenye ukabaji, ujambazi, wengine wameingia kwenye madawa. Lakini hivi vyote ni hasira, hivi vyote ni kujaribu kuondoa ile hali ya maumivu ambao wanaisikia. Unajua kuna watu ambao wanaingia kwenye madawa ya kulevya kwa ajili ya wazungu wanaitwa numb the pain, kuondoa maumivu. Wengine wanaingia kwenye hali ya pombe au ulevi uliopitiliza kwa sababu ya kushusha maumivu. Wengine ni kama vile hawajali, lakini kiukweli ukichunguza ndani ya mioyo yao wameumizwa na chochote ambacho wanakiweka. Wazungu wanasema fasad, wanaweka kivuli, wanaweka sura ya kufurahi, lakini ndani wameumia. Wanaweka sura ya kucheka, lakini ndani wameumia. Wanatembea kwenye maumivu. Lakini uwe na uhakika, utakapoendelea kukaa kwenye hali ya kuumia, itafika kipindi shingo yako itakuwa ngumu. Itafika kipindi hutoisikia sauti ya Bwana. Itafika kipindi utashindwa kujirudi. Kuna watu ambao mnanisikiliza muda huu, mko kwenye hizi hali ambazo nazizungumzia. Hili ni neno la Bwana kwenu. Huu ni wito wenu kumrudia Bwana. Huu ni wito wenu kurudi kwa Bwana. Huu ni wito wenu kutubu mbele za Bwana, kumwambia Mungu, nimekosa kukukasirikia, sikupaswa kukukasirikia. Na wengine tumemkasirikia Mungu ni kwa sababu hatumjui Mungu. Ukisoma maandiko yanasema ya kwamba kwenye kile kitabu cha Zaburi anasema kwamba Musa alikuwa anazijua njia za Bwana, lakini wana wa Israeli walikuwa wanajua matendo ya Bwana. Kwa ilikuwa ni vigumu sana kwa Musa kumkasirikia Mungu. Kwa sababu gani? Alikuwa anajua njia za Mungu. Haleluya. Maandiko unasikia yanasema hivi, yanasema kwamba ukisoma kile kitabu cha Isaya yanasema kwamba mawazo ya Mungu yako juu sana. Lakini naomba nikutahadharishe, hiyo ni Agano la Kale. Ukisoma Agano Jipya, maandiko yanasema ya kwamba tuna ufahamu wa Kristo. We have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Kwa tumepewa ufahamu ule wa Kristo. Tulipozaliwa mara ya pili, tumepewa ufahamu wa Kristo, tumepewa mawazo ya Kristo. Kwa hiyo tunaweza tukajua mawazo ya Mungu. Tunaweza tukakaa tukasoma neno la Mungu na kujua mawazo ya Mungu. Kwa wengine mmemkasirikia Mungu kwa sababu hamzijui njia za Mungu, au yawezekana wengine mmezisahau.
Haleluya. Unisikilize mtu wa Mungu. Nilizungumza kwa habari ya Ayubu. Ayubu alikuwa hajui kwamba kulikuwa kuna vita inaendelea au majibizano inaendelea kwa niaba yake katika ulimwengu wa roho. Na yawezekana alikuwa anaenda siku yake kama siku nyingine ya kawaida, na ghafla habari mbaya zikaanza kuja, moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine. Yawezekana maumivu yaliingia ndani ya moyo, lakini kuna kitu kimoja kikubwa ambacho tunajifunza kwa Ayubu. Ijapokuwa Ayubu alipitia ule uchungu na ule ugumu, lakini hakumtenda Mungu dhambi. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu alimjua Mungu, ametembea na Mungu. Kuna kiwango ambacho amefika ambacho anajua kabisa Mungu hawezi kufanya haya mambo. Kwa mtu wa Mungu unayenisikiliza, umekwama hapa kwenye kusamehe, hii neno la Mungu kwako. Kuna magonjwa ambayo unayo sasa hivi, unapitia sasa hivi, ni kwa sababu ya uchungu. Unisikilize. Kuna magonjwa ambayo unapitia sasa hivi ni kwa sababu ya hali yako ya uchungu. Na Mungu anazungumza na wewe, anasema geuka, mrudie Bwana. Mrudie Bwana ukapone. Mrudie Bwana ukamwamini Mungu. Mrudie Bwana, rudi kanisani. Mrudie Bwana, rudi kwenye huduma, mtumishi wa Mungu. Mrudie Bwana, rudi kwenye huduma. Umeacha kanisa la Mungu, rudi sasa. Umeacha huduma kanisani, rudi sasa. Umesusa, umenuna, rudi kwa Mungu sasa. Umeacha kuomba, rudi kwa Mungu sasa. Sikia sauti ya Bwana hii, anasema rudi kwa Mungu sasa. Omba toba, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Usiwa na moyo mgumu. Nenda mbele za Bwana, tengeneza mbele za Bwana. Mwambie Mungu, nimekosa, niponye, nisaidie, nimeshindwa kuvuka, nisaidie. Kuwa mwazi, usiige watu kwenye maombi. Usiige watu kwenye maombi. Usiige watu kwenye maombi. No. Usifanye kama watu. No. Sio lazima utoe sauti kubwa. Sio lazima ufanye watu wanachofanya. Just be yourself before the Lord. Be open, funguka, kuwa mwazi. Nakumbuka mtumishi wa Mungu mmoja mkubwa sana katika nchi ya Tanzania alizungumza, kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Alikuwa amemwomba Mungu na mama mkwe alikuwa amefariki, na alikuwa na mahusiano mazuri, alikuwa amempenda sana. Aliomba mbele za Bwana, lakini Mungu akaamua kumchukua. Akasikia maumivu, akaenda mbele za Bwana, na alikuwa anatakiwa hudumu, alikuwa na semina ya kufundisha lakini mtumishi wa Mungu anasema alienda mbele za Mungu, anasema kama mwazi, Mungu, siwezi kuomba, naombaje hapa? Naombaje? Moyo wangu umeumia, naombaje? Nisaidie nivuke hapo. Na yule mtumishi anasema baada ya kumwomba Mungu, anasema upako kamshukia. Upako kamshukia, ukapita kwenye moyo, ukapita ndani, ukamwondolea ule uzito aliokuwa anausikia, ukamwondolea ile hali ya maumivu alikuwa anasikia, na ghafla mzigo wa kuomba ukarudi. Ule upako kamsaidia. Manake nini? Manake hata watumishi ambao unadhani ya kwamba wapite kwenye changamoto, wanapita, lakini kuna siri wamefahamu. Siri hiyo ni kutembea na Mungu, kuto kumwacha Mungu. No matter what, haijalishi nini unapitia, umepitia wapi, umepoteza nini, umelose nini, haijalishi, lakini walifahamu siri au wanafahamu siri ya kukaa magotini pa Bwana, kwa sababu kwenye kila jambo Mungu ana kitu cha kuzungumza. Sikia neno la Bwana jioni ya leo, au muda huu tutakuja kutazama. Mrudie Bwana sasa.
kuto kusamehe, maumivu yanachangia kwa sehemu kubwa sana watu kuto kupokea majibu ya maombi yao. Lakini sababu ya 4 nikakwambia, kwa sababu ya tamaa zao. Tamaa zao, watu wanaomba kwa niaba ya tamaa zao, ili wazungu wanasema to fuel their own lust. Kuna aina fulani ya tamaa ambayo inawasukuma kuomba. Hawaongozwi na Roho Mtakatifu, na nitakuonyesha. Hawaongozwi na Roho Mtakatifu, no. Wamemwangalia jirani, kwa nini jirani yangu ana hicho kitu na mimi lazima. Wamemwangalia mtumishi mmoja wa Mungu jinsi anavyotumika, kwa nini yeye anatumiwa na Bwana na mimi nataka nitumie. Kuna wengine unakuta wameingia kwenye kipindi cha kufunga kwa muda mrefu, wanaishia kupata vidonda vya tumbo. Wengine wanaingia kwenye vitu tofauti tofauti, maombi ya muda mrefu, lakini maombi yale yamesukumwa na tamaa. Mungu hatambui yale maombi. Mungu hasikii yale maombi. Kwa sababu gani? Kinachosukuma yale maombi ni tamaa. Tamaa zao, ili wajionyeshe mtaani, ili wajionyeshe katikati ya watu, ili ionekane kwamba wao ni watumishi wa Mungu ambao wanatumiwa katika viwango vya juu. Haleluya. Usisikilize tamaa yako. Usifuatishe namna ya dunia hii. Ndivyo maandiko yanavyosema. Usifuatishe namna ya dunia hii. Kwenye kile kitabu cha Warumi 12, Warumi 12 mstari ule wa 1 na wa 2, maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema hivi: basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Namba 2, mstari wa 2, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Msifuate trendi, msifuate watu wanaopotosha, zisiwe sababu za tamaa zenu. Msifuatishe namna ya dunia hii, wasiwe role model wenu. Vitu vya dunia visiwe role model wenu, visiwe vitu ambavyo vinawafanya mkaingia kwenye tamaa. Inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bali mgeuzwe nini? Kwa kufanywa upya nia zenu, ama akili zenu, ama ufahamu wenu, mfanywe upya. Msifuatishe. Kwa tamaa inawasukuma watu kuingia kwenye maombi ya namna fulani. Tamaa inawasukuma watu kuingia kwenye mifungo ya namna fulani. Watu waongozwi na Roho Mtakatifu. Maandiko anasema kwamba Roho wa Bwana akamwongoza Yesu nyikani na akakaa kule kwa siku 40, sawa sawa na uongozi wa Roho Mtakatifu, sio kwa nguvu zake mwenyewe. Na ndio maana watu wanaingia kwenye changamoto, kwa sababu wanaiga. Wanaomba kwa kuiga, wanaomba kwa kufuatisha watu, bila ya kujua kwamba kuna watu wamepewa hiyo neema. Yawezekana wewe kufunga ni vigumu, labda uwezi ukafunga siku 3 kavu, uwezi ukafunga siku 7 kavu, uwezi ukafunga siku 14, siku 21, siku 30, siku 40. Lakini wako watu ambao Mungu amewapa hiyo neema. Hawafungi kwa nguvu zao wenyewe, lakini neema ndiyo inayowabeba. Lakini wewe unakuja unaiga nje ya neema, unajikuta unaumia. Na ndio maana upokei majibu ya maombi yako. Kwa sababu gani? Tamaa. Unaiga, unafuatisha namna bila kujua ya kwamba iko neema. Nikakwambia kuna kitu kama kiburi, si ndio? Wengine ni wivu. Wivu. Acha wivu, mtu wa Mungu.
Acha wivu, mtu wa Mungu. Kaa kwenye mstari wako. Maandiko yanasema iko njia au viko vitu ambavyo Mungu ameviandaa kwa ajili yako kabla ya kuumbwa kwa misingi ya dunia hii. Ile Waefeso 2, Waefeso sura ile ya 2 mstari ule wa 10. Nikusomee hiyo. Waefeso sura ile ya 2 mstari ule wa 10, maandiko yanasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Yako mambo ambayo Mungu ameyaweka kwa ajili yako. Usifuatishe njia ya mtu. Walk your own lane. Kaa kwenye njia yako. Tembea katika spidi yako. Wivu usiwe sababu ya kwa nini unaomba baadhi ya maombi. Utaishia kumkasirikia Mungu na utaishia kuto kujibiwa. Kaa kwenye mstari wako. Fanya vile ambavyo Mungu amekuita kufanya. Kaa kwenye ofisi yako. Wewe ni mtumishi wa Mungu, ndio. Yawezekana hujapewa neema ya kinabii. Kaa kwenye uchungaji wako. Yawezekana hujaitwa. Kaa kwenye uchungaji wako. Kaa kwenye mstari wako. Usitoke nje. Unapotoka nje ya mstari wako unakosa neema ya kukusaidia. Kumbuka maandiko yanasema aligawa vipawa kulingana na uwezo wa kila mmoja. Aliyepewa talanta 5, uwezo wake ulimruhusu kubeba talanta 5. Aliyepewa talanta 2, uwezo wake ulimruhusu. Aliyepewa 1, uwezo wake ulimruhusu. Na baada ya muda ikaonekana wazi nani mwenye uwezo wa namna gani. Yule mwenye 5 akaongeza zingine 5, yule mwenye 2 akaongeza zingine 2, yule mwenye 1 akaenda kuifikia. Kaa kwenye uwezo wako. Mungu anapokupa neema, basi ile neema itakubeba. Na hauto struggle. Hautopigana, hautotumia nguvu sana. Neema inafanya vitu vinakuwa virahisi. Kwa mfano, nikiwa namwangalia babangu wa kiroho, anapokuwa anatoa unabii, anafanya vile katika sehemu ya utulivu. Tunaita a place of rest. He is operating from a place of rest. Unatumia nguvu nyingi kwa sababu uko nje ya sehemu yako ya utulivu, na unakwazika, unaumia, unajisumbua, unajiumiza kwa sababu uko nje ya sehemu yako ya neema. Na Mungu hawezi kukujibu nje hapo. Hawezi kurespond kwa ajili ya wivu wako. Hawezi kurespond kwa sababu ya tamaa yako. Atarespond kwa sababu ya wito ambao ameuweka juu yako. Atasupply kulingana na neema ambayo ameiweka juu yako. Atakuletea kulingana na mpango alionao juu ya maisha yako. So avoid vitu. Acha hivi vitu kwa sababu ya hivi vitu hupokei majibu ya maombi yako. Hallelujah. Basi nikueleze kwa kifupi, alafu tutakwenda kufunga. Nikueleze kwa kifupi sana nini cha kufanya ili maombi yako yajibiwe. Sasa nini cha kufanya ili maombi yako yajibiwe? Nini cha kufanya ili maombi yako yajibiwe? Namba moja, jifunze kuthamini neno la Mungu. Kumbuka siku ya jana nilikueleza ile Yeremia 1:12. Maandiko yanasema kwamba Mungu akamuuliza Yeremia, waona nini? Akamwambia naona ufito wa mlozi. Mungu akamwambia umeona vema. Akamwambia kwa maana naliangalia neno langu nipate kulitimiza. God responds to his word. Mungu anajibu au anatimiza neno lake. Mungu anatimiza neno lake. Mungu anatimiza neno lake. Ile Zaburi ya 138 mstari wa 2,
Zaburi ya 138 mstari wa pili. Zaburi ya 138 mstari ule wa pili. Maandiko yanasemaje? Yanasema, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Kwa maana umeikuza ahadi yako, umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Umeikuza ahadi. Kuna vitu ambavyo Mungu alivizungumza, kuna vitu ambavyo aliwaapia taifa la Israeli, kuna vitu ambavyo Mungu alizungumza na wao, kuna vitu ambavyo aliviweka kama ahadi, ni neno lake. Maandiko yanasema amelikuza, ameikuza mala paradoskia, ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Manake nini? Mungu anafungwa na neno lake. Kwa nini ni muhimu kuthamini neno lake? Kwa sababu Mungu anafungwa na neno lake. Alipozungumza, alipoachilia neno lake, akaachilia kitu cha kumbana. Mwingine anauliza kwamba unamwekaje Mungu kwenye kona? Unamweka Mungu kwenye kona sawasawa na neno ulisema. Haleluya, 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 haleluya. Kumbuka kile ambacho Yesu alikifanya kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 4. Alipokuwa anadili na shetani, alipokuwa anajaribiwa, maandiko anasema akana rusha makombora, anasema imeandikwa, kwa maana imeandikwa, kwa maana imeandikwa, kwa maana imeandikwa. It is written, it is written. Imeandikwa. Haleluya, imeandikwa. Mungu ameshazungumza, ameshatoa ahadi zake, ameshatoa neno lake, ameshatoa sheria yake, ambayo kwa hiyo tunaenenda kwayo. Maandiko yanasema ameikuza ahadi yake kuliko jina lake lote. Haleluya. Kwa unaweza ukategemea neno la Bwana, unaweza ukalithamini neno la Bwana, kwa sababu Mungu anabanwa na neno lake. Na ukikaa kwenye neno utagundua vitu vilivyopo, siri nyingi. Kwa mfano, nimekwambia Musa alijua njia za Mungu, lakini wana wa Israeli walijua matendo ya Mungu. Sikiliza, inafika kipindi Musa anaenda mbele za Mungu, anaambia Mungu, nitoe kwenye kitabu chako cha kumbukumbu. Na inabidi tuanze kujiuliza maswali. Ni nini ambacho kilimsukuma Musa kuzungumza maneno kama hayo? Kuna kitu ambacho alikuwa anakijua, kuna kitu ambacho Musa alikuwa anakijua ambacho wana wa Israeli walikuwa wakijui. Kama utaangamiza taifa hili, nitoe kwenye kitabu cha kumbukumbu zako. Uwe na uhakika Mungu akufanya hivyo. Kuna sehemu Mungu akasema nipishe, nilipige hili taifa, niliue, nikaanzishe taifa jingine. Nawe Musa Musa akamwambia Bwana, tubu. Ushaye kumwambia Mungu atubu? Musa alimwambia Mungu atubu. Alimbana na neno, alimbana na siri aliyoijua. Ukilijua neno la Mungu vizuri, utajifunza kukaa kwenye maombi kama uko mahakamani. Kumbuka, mahakamani unashinda kwa sheria. Ni kwa kiwango gani unaijua sheria? Kwa kiwango gani unajua vifungu vya sheria? Ni kwa kiwango gani una skill ya kutumia, ujuzi wa kutumia sheria ili kumfanya mtu ambaye ana hatia atoke hatiani, maka imuone kwamba hana hatia. Haleluya. Kwa unapokaa na neno la Mungu utagundua siri zilizofichwa ndani ya neno. Kwa nini walikuwa na nini? Kuna siri gani ambazo walizijua watu wa Mungu?
mtu kama Ibrahim, kuna nini ambacho alikijua? Kuna siri gani? Kwa nini walikuwa wanajibiwa maombi yao? Inafika kipindi Mungu anasema, nitafanyaje jambo hili bila kumwambia rafiki yangu Ibrahim? Ni nini? Kulikuwa kuna siri walizokuwa wanazijua. Walijua ya kwamba Mungu amejifunga na ahadi zake. Mungu amejifunga na neno lake. Kama ulikuwa ufanyi bidii katika kujua neno la Mungu, fanya bidii katika kujua neno la Mungu. Ni kupitia neno la Mungu, Mungu anatimiza. Ni kupitia neno la Mungu, Mungu anafanya. Ni kupitia neno lake, Mungu anasikia. Mungu anafanya. Mungu anajibu. His word, neno lake. Ameikuza ahadi, amekuza maneno yake, amekuza ahadi zake kupita jina lake mwenyewe. Huyu ni Mungu tunayemwabudu. Unataka kujibiwa maombi yako, jifunze kulithamini neno la Bwana. Usikimbie wakati wa neno la Bwana. Usibadilishe channel wakati wa neno la Bwana. Kanisani usichezee simu zako wakati wa neno la Bwana. Mtumishi wa Mungu anapoleta neno la Mungu kwako, kuwa makini. Chukua sehemu yako ya kuandika. Andika. 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 Usikae tu. Andika. Take notes. Andika neno la Mungu. Kwa sababu gani? Unapojifunza neno lake, unapata kujua nini cha kufanya ili maombi yako yajibiwe, ili maombi yako yasizuiliwe, ili maombi yako yapate kibali. Maandiko yanasema mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate nini? Kibali mbele zako. Huyu ni mwimba Zaburi, alikuwa anajua iko siri, iko siri katika neno la Bwana. Haleluya. Kwa sababu ya muda, nikupe sababu ya pili, au nikupe kitu cha pili cha kufanya ili maombi yako yajibiwe. Namba 2, ongeza kiwango cha imani yako. Unajua kipindi kile tumeokoka, maandiko yanasema kila mtu amepewa kiwango cha imani. Twende kwenye kile kitabu cha Warumi sura ile ya 12. Warumi sura ile ya 12. Thank you Holy Spirit. Hallelujah. Paradozi prakala mande brosia. Mstari ule wa 3, Warumi 12 mstari ule wa 3. Maandiko yanasemaje? Kwa maana kwa neema niliyopewa, namwambie kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu. Kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa hiyo hakuna mtu asiye na imani. Na ndio maana pointi yangu ya pili ya wewe kuweza kujibiwa maombi, nasema ongeza kiwango chako cha imani. Kwa sababu pale ulipookoka, kuna kiwango cha imani ulipewa, kuna kiasi cha imani ulianza nacho, kuna mtaji wa imani ulipewa. Lakini ndugu zanguni, imani ile uliopewa wakati unaanza uokovu au wakati unamwamini Mungu haitoshi. Ni sawasawa na 10,000 ya mwaka 2008. Uwezo wake wa kununua ni tofauti na iliyo sasa hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vitu tofauti vimetokea. Kuna mambo yamebadilika.
imani ulioanza nayo haitoshi. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo utashindwa kujibiwa kwa sababu imani yako hairuhusu kupokea. Kumbuka kuna aina mbili za imani. Kuna imani ya kuomba, lakini pia kuna imani ya kupokea. Kuna imani ya kuomba na kuna imani ya kupokea. Kwa hiyo kumbuka, imani inaweza ikawa ni kizuizi kikubwa cha wewe kushindwa kupokea majibu ya maombi yako. Imani yako haikuruhusu kubeba. Imani yako hairuhusu kubeba majibu au kupokea majibu. Imani yako hairuhusu kubeba hayo maono. Hujafikia bado hicho kiwango. Kwa imani haikuruhusu. Sio kwamba Mungu hawezi. Naomba tutofautisha hapo. Sio kwamba Mungu hawezi. Mungu anaweza, lakini imani ulio nayo haiwezi ikakubeba. Haleluya. Kumbuka kuna wakati ambapo Yesu Kristo alipokuwa anakuuliza swali, je, unaamini ya kwamba ninaweza kufanya hili? Mfano yule ndugu alikuwa kipofu. Yesu akamuuliza, unaamini ninaweza kufanya hili? Akaambia ndio, naamini. Basi sawasawa na imani yako pokea kuona. Manake nini? Kuona kwake ilikuwa ni matokeo ya kiwango chake cha imani. Imani aliyokuwa nayo kwa Yesu ilimruhusu Yesu kuruhusu kiwango cha nguvu ambacho kingeshughulikia changamoto aliyokuwa nayo. Sawa sawa na imani yako pokea kuona. Maandiko yanazungumza kuhusu yule mwanamke aliyetokwa damu kwa muda wa miaka 12. Maandiko yanasema alijisemea moyoni, ikiwa nitagusa pindo la vazi la Yesu nitapokea nini? Uponyaji. Maandiko yanasema akapita katikati ya jopo la wanaume, jopo la mkutano, akiwa hana nguvu, ameishiwa damu na vitu kama hivyo, lakini maandiko yanasema akaenda akagusa pindo la vazi. Alipogusa, maandiko yanasema Yesu akageuka akasema, ni nani aliyenigusa? Mwisho wa siku yule mwanamke akaogopa, akasema ni mimi. Aha, okay. Sawa sawa na imani yako. Sawa sawa na imani yako. Usiku wa leo nakuombea kwa Mungu ya kwamba unapoondoka kwenye neno hili, rudi kwenye neno, kwa sababu kumbuka imani chanzo chake ni nini? Warumi 10:17. Warumi 10:17. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa huwezi ukawa na imani pasipo kukaa kwenye neno. Namba moja, nimekwambia thamini neno la Mungu, lipe muda, jenga msuli wa neno. Lakini namba mbili, imani, ongeza kiwango chako cha imani. Unakiongezaje? Ni kwa kupitia neno la nani? La Mungu. Na unaposhughulikia swala la imani, moja kwa moja unadili na swala la mashaka na hofu ama kutokuamini, na kuonyesha mtiririko. Umetoka kwenye neno, umekuja kwenye imani, inashughulikia pia na swala la mashaka, swala la hofu. Ili usiwe na hofu, ili usiwe na mashaka, ili imani yako iwe na uwezo wa kupokea kile unachokiomba, lazima uwe na, tunaita a reserve of the word of God. Lazima uwe na neno la Mungu kwa wingi ndani. Maandiko yanasema hivi, na neno la Mungu likae kwa wingi. Neno la Mungu likae kwa wingi. Neno la Mungu likae kwa wingi. Kwa sababu gani? Lina overflow. Lina overflow. Neno la Mungu lina overflow.
Ukiwa na imani, imani itazungumza. Ukiwa na mashaka, unapopitia changamoto, mashaka yatazungumza. Lakini uwe na uhakika kunapokuwa na kiwango cha imani cha kutosha ndani, uwe na uhakika kitazungumza. Ile kitabu cha Marko sura ile ya 4 mstari ule wa 40. Marko sura ya 4 mstari ule wa 40. Nianzie ule mstari wa 35 sasa. Mstari wa 35. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. 38. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia. Mstari wa 39. Maandiko yanasemaje? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, nyamaza. Ninatabiri juu ya maisha yako, kila dhoruba inanyamaza kwa jina la Yesu. Kila dhoruba inanyamaza kwa jina la Yesu. Haleluya. Maandiko yanasema upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. 40. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Mbona mmekuwa waoga? Si mlisema mna imani? Si mlisema hamna mashaka? Mbona mmekuwa waoga? Maandiko yanasema hamna imani bado. Kwa maana yake nini? Uoga ni matokeo ya kutokuwa na imani. Mashaka ni matokeo ya kutokuwa na imani, ama imani kuwa ndogo. Maandiko yanasema wakaingiwa na hofu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Naomba nikuonyeshe mstari mwingine ambao unaendana kidogo na huu. Paradozi kalibrande keliapa mande prosute libraka. Mathayo sura ile ya 8. Mathayo sura ile ya 8 mstari ule wa 26. Mathayo sura ile ya 8 mstari wa 26. Mathayo sura ile ya 8 mstari wa 26. Nianzie ule mstari wa 23. Mstari wa 23. Akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata, kukawa msuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. 25. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. 26. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Si unaona hapo? Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. 27. Wale watu wakamaka, wakashangaa manake, wakisema, huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari za mtii? Kumbuka kwenye Marko sura ya 4 akasema kwamba mbona mlikuwa waoga, hamna imani bado. Lakini hapa Mathayo anatuelezea kwa utofauti kidogo. Anasema ya kwamba ule mstari wa 26, akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Manake nini? Walikuwa na imani, lakini imani ilikuwa ni ndogo. Imani ilikuwa haitoshi, ni imani haba, haitoshi, haina nguvu ya kuwavusha ng'ambo. Kumbuka Mungu amesema na twende wapi? Ng'ambo. Lakini imani waliokuwa nayo ilikuwa haitoshi kuwavusha, kuwafikisha ng'ambo. Na ndio changamoto iliyopo, wengi hawana imani ya kuwatosha kuwavusha. Sio kwamba hawana imani,
lakini imani walionayo haitoshi. Ni imani haba, ni imani ndogo, haijafika kiwango cha kukuruhusu kupokea huo muujiza. Na ndio maana unapokuja kwa watumishi wa Mungu, wanapokuombea unapokea muujiza. Unajua kwa sababu gani? Imani zao zinawaruhusu kukubeba. Lakini ukitaka imani yako ikubebe, jifunze kuongeza kiwango cha imani yako. Imani ulio nao yawezekana haitoshi, na ndio maana hiyo changamoto imekaa kwa muda mrefu. Yawezekana tu ni swala la imani. Ongeza kiwango chako cha imani. Unakiongezaje? Nimesema Warumi 10:17. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kaa kwenye neno, tafakari neno la Mungu, jifunze neno la Mungu, weka neno la Mungu ndani ya moyo wako. Lakini kwa sababu ya muda, nimalizie na sababu ya mwisho ya 4. Nini cha kufanya ili maombi yako yajibiwe? Sababu ya 4, kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu tunaipata kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 mstari ule wa 14 mpaka wa 15. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 mstari ule wa 14 na wa 15. Tunamalizia sasa. Mantaraduzi ya karabatia. Maandiko yanasemaje? Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, atusikia. Na kama tukijua, mstari wa 15, na kama tukijua kwamba atusikia tuombacho chote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Naomba uteki note. Tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake. Wengi tunafuata mapenzi yetu wenyewe, tunafuata tamaa zetu wenyewe, tunafuata matakwa yetu wenyewe. Hatujajifunza kujua moyo wa Mungu ni nini, au moyo wa Mungu unataka nini, au mawazo ya Mungu ni yapi juu ya maisha yetu. Hatujajifunza kuomba vitu kwenye maisha yetu sawa sawa na mawazo ya Mungu juu ya maisha yetu. Na ndio maana inaonekana ni kama vile Mungu hajibu, lakini kimsingi ni kwamba hujajifunza kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu kwako. Wewe mtazamaji, wewe msikilizaji unayenisikiliza, wewe unayenitazama, yawezekana hujajifunza kutambua mapenzi ya Mungu kwako. Na ndio maana yawezekana huja experience majibu ya maombi, kwa sababu maombi yako mengi ni ya kichoyo. Unajiombea wewe mwenyewe, unaombea watoto wako mwenyewe, unaombea biashara yako mwenyewe, unaombea mazingira yako mwenyewe, kazi yako mwenyewe, ndugu zako wenyewe. Moyo wako haujatanuka, moyo wako hauna nafasi ya kubeba watu wengine. Moyo wako bado haujajua namna ya kutanua misuli yake na kubeba mawazo ya Mungu. Kwa Mungu kuna baadhi ya vitu ambavyo yawezekana usivipate au usivipokee. Kwa sababu gani? Bado hujajifunza kutembea kwenye mapenzi ya Mungu. Bado wewe ni Mkristo kama Wakristo wengine wadogo. Wewe ni mtoto bado. Wewe bado ni mchanga. Bado maombi yako mengi yamejaa na vitu vyako binafsi. Bado maombi yako mengi ni maombi yako yanayokuhusu wewe mwenyewe. Hujajifunza kuwa na ndoto za ufalme wa Mungu. Hujajifunza kuwa na mzigo wa ufalme wa Mungu. Na ndio maana kila ukipata fedha, mawazo yanayozunguka fedha zako ni jinsi ya kutumia wewe na familia yako. Hakuna nafasi ya ufalme wa Mungu. Hakuna nafasi ya moyo wa Mungu. Hakuna nafasi ya mapenzi ya Mungu.
Mwingine ananiambia kwamba sinatoa fungu la 10. Yes, toa fungu la 10, lakini mbali na fungu la 10 kuna mambo mengi ya ufalme wa Mungu ambayo yanahitaji fedha, yanahitaji muda wako, yanahitaji ujuzi wako, yanahitaji nguvu zako, yanahitaji uwepo wako. Kuna vitu vingi ambavyo vinahitaji uwepo wako, nguvu zako, muda wako, maombi yako. Kwa mfano, nikupe mfano kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 9. Mathayo sura ile ya 9. Mathayo sura ile ya 9 kuanzia ule mstari wa 37 mpaka ule 38. Huu ni mfano. Okay, nianzie mstari wa 35. Maandiko yanasema, naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. 36. Nao alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Alikuwa na moyo wa ufalme, alikuwa na moyo wa kuhurumia watu. Hakukaa mji mmoja, hakukaa kijiji kimoja, hakukaa sehemu moja. Alizunguka miji na vijiji akihubiri habari njema. Haleluya! Moyo wa ufalme, ndoto ya ufalme. Tuendelee mstari wa 36. Na alipoona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. 37. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. 38. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Hii nani anatakiwa kuomba? Wewe na mimi. Lakini maombi yako mengi yamejaa vitu vyako binafsi. Maombi yako mengi yamejaa vitu vyako binafsi. Ni wewe, familia yako na mambo yako yanayokuzunguka. Kwa akili yako haiwezi ikawaza ufalme wa Mungu, haiwezi ikawaza mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ndio haya: ombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Kwa sababu gani? Mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Watendakazi ni wachache. Kazi ya kuomba ni ya nani? Ya wewe na mimi. Tumwombe Mungu. Tunapojibidiisha kwenye mapenzi ya Mungu, Mungu anajibidiisha na maisha yetu binafsi. Tunapojibidiisha na masuala ya Mungu, Mungu anashughulikia mambo yetu binafsi. Acha dhana ya uchoyo. Acha mawazo ya kichoyo. Acha maombi ya kichoyo. Hebu kaa, jifunze kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Omba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Unapojifunza kuomba kwa staili hiyo, Mungu anapata kujibu nini? Maombi yako. Ni kuonyesha mfano mwingine, alafu tutaingia kwenye kuomba. La prasoli ya paraga le prosota rabasia mande kabrosota le kaparabasa le kosubrasata le kaparamande kabrosotelia paruje kalabaratia rakamande subrosota karadozi kalamande ratosoko bresia la para la prosonda kabratia. Wakolosai sura ya 4. Wakolosai sura ile ya 4. Ni kuonyesha hapo. Wakolosai sura ile ya 4 mstari wa 13. Ni kuonyesha kitu hapo. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 13. Angalia hili sawa. Angalia hili. Maandiko yanasema hivi: maana namshuhudia kwamba ana juhudi nyingi kwa ajili yenu.
Look at this. Maana namshuhudia kwamba ana juhudi nyingi kwa ajili yenu na kwa ajili ya hao walioko Laodikia na kwa ajili ya hao walioko Hierapoli. Nani huyo? Epafra. Mstari wa 12. Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Unasema kwamba mimi bwana, mimi namshukuru Mungu, maisha yangu yanaenda vizuri, ninatembea katika shauri la Mungu. Kumbe kuna Epafra sehemu amekaa anaomba kwa ajili ya Wakristo wa hilo kanisa ili waweze kutembea katika mapenzi ya Mungu. Mawazo yako wewe yanakwambia kwamba wewe unatembea kwenye mapenzi ya Mungu kwa sababu yako mwenyewe. Kumbe kuna Epafra ambaye amebeba mzigo, anaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, ya kwamba watu wa kanisa hili, watu wa eneo hili, watu wa nchi hii watembee sawasawa na mapenzi ya Mungu, wakaache njia zao mbaya, wakaache ushoga, wakaache kulawiti, wakaache wizi, wakaache ujambazi, wakaache ushirikina, wamgeukie Mungu, wakatembee katika mapenzi ya Mungu. Kuna Epafra ambaye anaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, na ndio maana Epafra Mungu alikuwa anamshughulikia yeye, kwa sababu alikuwa na mzigo kwa ajili ya watu. Alikuwa anaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, unatamani maombi yako yajibiwe, unatamani vitu vyako vipokee attention kutoka mbinguni. Jifunze kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Unaniuliza, mtu wa Mungu, nitajuaje mapenzi ya Mungu? Nimekuonyesha kwenye maandiko. Rudi kwenye maandiko. Utakaposoma na kutafakari neno la Mungu, utatambua mapenzi ya Mungu ni yapi. Popote pale ambapo natufuatilia, ni muda wa maombi sasa. Nataka nikuombee kwa dakika chache. Uko hapa, labda yawezekana ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, umenisikiliza. Nataka kwanza uombe toba. Mwambie Mungu, nimekosa, sijasamehe, nimetunza maumivu kwa muda mrefu, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, katika jina la Yesu. Dakika moja, mara basote rakamande prosia. Mwambie Bwana, ninaomba toba, nimekosa, nimewaza mambo maovu dhidi yako, nimefikiria mambo maovu dhidi yako, nisamehe Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Rakamande subra satelika rakapalia subrosonda kabrakaya liprosota brakae liprosonda kabrasia lijo prosote rakamande prosita lakaparia zute libra mande prosia leko prasia mande kabrosa lekosia rakapae mando sobrosote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Mungu alete uponyaji, Mungu alete uponyaji, Mungu alete uponyaji, Mungu alete uponyaji katika jina la Yesu. Kwenye huo moyo wako Mungu alete uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Mungu akaachilie uponyaji ndani ya moyo wako katika jina la Yesu. Hayo maumivu yakaondoke, huo uchungu kaondoke, huo uzito kaondoke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Uchungu kakuachie, uchungu kakuachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Ukapokea uponyaji sasa katika jina la Yesu. Pokea uponyaji sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu anaondoa huo uchungu sasa. Kama unajisikia kulia, lia. Kama unajisikia kulia, lia. Kama unajisikia kulia, lia. Achilia hicho kilio sasa. Hiyo ni dalili Mungu anapita ndani ya moyo wako. Mungu anapita ndani ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Uponyaji unapita sasa. Nguvu za Mungu zinapita hapo ulipo. Hapo ulipo nguvu za Mungu zinapita katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Popote unaponisikiliza, unaponitazama, inua mkono wako juu. Nguvu za Mungu zinapita
katika jina la Yesu. Uponyaji unapita sasa. Uponyaji unapita sasa. Unagusa huo moyo, unaurekebisha, unaondoa ule uzito na maumivu katika jina la Yesu. Ile hasira uliokuwa unaisikia inaondoka kwa jina la Yesu. Zile nguvu za giza zilikuwa zimefunga ufahamu wako zinakuachia kwa jina la Yesu. Zinakuachia kwa jina la Yesu. Ninatamka kufunguliwa kwako, kuwekwa kwako huru, kuponywa kwako kwa jina la Yesu Kristo. Na ninakuombea kwa jina la Yesu, neema ya kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu ikakujile kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakupe ndoto ya ufalme katika jina la Yesu Kristo. Ukawaze kwa kiufalme, ukafikirie mawazo ya kifalme katika jina la Yesu Kristo. Mungu akaachile ndoto yake ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na Mungu akajibu maombi yako sasa. Mungu akajibu maombi yako sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sante Bwana. Sante Bwana. Sante Bwana. Sante Bwana. Sante Bwana. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Nataka nikupe nafasi ya kumpokea Bwana Yesu. Wewe unanisikiliza, umenisikiliza tokea mwanzoni. Yawezekana ulikuwa unatembea na Kristo lakini umerudi nyuma kwa sababu ya mambo tofauti tofauti ya kidunia, kazi, biashara, familia, umerudi nyuma. Nataka nikupe nafasi ya kurudi kwa Bwana. Lakini wewe ambaye unanisikiliza, ambaye hujaokoka kabisa, umenisikiliza toka mwanzo mpaka mwisho, haya maisha unayoingiaje? Maisha ya kujibiwa maombi. Lazima uokoke. Lazima umpokee Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukiamini moyoni. Kwa wote ndawaongoza sala hii, sala ya kumpokea Bwana Yesu. Sema: Bwana Yesu, nimesikia neno lako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi na siwezi kujiokoa. Ninahitaji uniokoe. Siku ya leo ninapokea neema ya uokovu katika jina la Yesu. Ninapokea maisha mapya katika Kristo. Yale ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mimi ni mtu mpya. Kuanzia leo, nguvu za giza hazina mamlaka dhidi yangu. Dhambi haiwezi kunishinda. Shetani hawezi kunishinda. Nguvu za giza haziwezi kunishinda. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Leo nimezaliwa mara ya pili. Amen. 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 Karibu kwenye familia ya Mungu. Karibu katika familia ya God Embassy. Kama umempokea Kristo siku ya leo, naomba wasiliane na sisi kupitia namba hizo ambazo zitakuwa zinaonyesha wakati wa sadaka. Tunaingia kwenye sadaka, mtolee Bwana. Hizo namba ambazo zinaonyesha sadaka, wasiliana na sisi kupitia hizo namba, au pia utawasiliana na sisi kulingana na namba ambazo zitakuwa kwenye linki hapo chini ya page yetu ya YouTube. Wasiliana na hizo namba. Mwambie mwenyewe hizo namba, nimempokea Kristo wakati wa ibada, nataka kuja kanisani, nataka kujifunza na kuendelea kukua kiroho. Wasiliana na sisi, pata nafasi ili upate kukua kiroho. Ni muhimu sana ukajifunza na ukaukulia wokovu. Mimi kwa majina tena naitwa Pastor Bona na sisi ni God Embassy. Mungu akubariki sana kwa kujiunga na sisi jioni ya leo. Wale ambao mnetoa sadaka, naomba niombe kwa ajili yenu. Katika jina la Yesu, endelea kutoa sadaka, kana endelea kuomba. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya hao ambao wametoa, ambao wanathamini kazi ya injili, ambao wanataka kuisukuma injili ya Kristo. Mungu, zile ahadi na baraka ambazo umezipatanisha kwenye huduma hii chini ya mtumishi wa Mungu Isaiah Brian Sovi, katika jina la Yesu, na chini ya God Embassy zikaambatane nao
katika jina la Yesu. Wale wote ambao wana partner, wale wote ambao wanashiriki pamoja na sisi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu kapate kubariki vyanzo vyao vya mapato, adui asipate nafasi ya kuviharibu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sante Bwana, ukawabariki, ukawaongoze, ukawaongezee vyote walivyovitoa katika jina la Yesu Kristo, wasipungukiwe. Kwa jina la Yesu nimeomba nikiamini, amen. Mungu akubariki sana. Labda inawezekana umetusikiliza lakini una kanisa lako, lakini ungependa kutoa au kupanda mbegu kwenye huduma hii, pia karibu kupanda mbegu, karibu kututembelea, karibu kushiriki na sisi katika ibada. Haleluya. Mungu akubariki sana. Mungu akutunze, akulinde mpaka tutakapokutana tena, ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amen. Shalom.